Karibu kwenye dondoo za magazeti, mtu wangu wa nguvu wa Nipe News Media. Mahali ambako ninakuletea vichwa vya habari vya leo. Lakini si juu kwa juu tu, mtazamaji wangu. Hapa ninakuchambulia, ninakutafsiria na kukuonyeshea picha kamili ya kinachoendelea, hasa kwenye siasa, uchumi na maisha ya kila siku ya Mtanzania. Ikiwa leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Kabla ya kuendelea, nikukumbushe kipindi hiki kimeletwa kwako na Chuo cha Maendeleo ya Ujuzi na Viwanda Furaika, tawi la VETA lililopo Mbagala jijini Dar es Salaam. Mahali ambapo elimu haibaki darasani, inaenda moja kwa moja kwenye vitendo. Chuo hiki kinatoa kozi kama hotel management, ushonaji, kompyuta na ICT, udereva, umeme na ufundi magari. Nenda Furaika ukapate ujuzi zaidi. Na sasa ninaanza kukuangazia magazeti ya leo. Na hapa nimechukua gazeti Mwanahabari. Kichwa chake kikuu kinasema serikali yatangaza fursa za uwekezaji nishati dola bilioni 12.9. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Bandari ya Durban yampa uzoefu mpana naibu waziri wa uchukuzi. Ni kuhusu namna uwekezaji wa kimkakati unavyoweza kuongeza ufanisi wa bandari. Asema uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya bandari, leri na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji umeiwezesha Durban kuwa miongoni mwa bandari zenye ushindani mkubwa barani Afrika. Mpenzi mtazamaji, habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti Mwanahabari. RC Kunenge awapa jukumu madiwani kushirikiana na DAWASA. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 vile vile. Mkandarasi anayejenga barabara kuelekea uwanja wa AFCON 2027 Arusha hata ongezewa muda. Maneno haya ameyasema Profesa Shemdoe. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na ndivyo ninapotamatisha na gazeti Mwanahabari, na moja kwa moja nimekamata gazeti Uhuru, ukweli daima. Kichwa kikuu cha habari kinasema tusherehekee Idi kwa utulivu, amani. Hii ni salamu za Rais Dr. Samia kwa Waislamu na Watanzania leo kuwa mgeni rasmi baraza la Eid. Nchimbi atilia mkazo maadili mema nchini. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti Uhuru. Mwanasheria wa kwanza mwanamke UDSM afariki. Habari hii ya kusikitisha utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti Uhuru. Mvua kubwa kunyesha siku 5 mikoa 8. Habari hii utaipata ukurasa wa 3. Shujaa wa saratani ya matiti huyu hapa. Mwinyi asema mema ya mfungwa Ramadhani yaendelezwe. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyotamatisha na gazeti Uhuru, ukweli daima, na moja kwa moja nimekamata gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kichwa cha kwanza kinasema Samia ahimiza amani, utulivu Idi el-Fitri, awatakia Watanzania sikukuu njema. Nchimbi ataka dini zilinde maadili ya taifa. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Njombe yaja kitofauti, wenyeji Mei Mosi kitaifa. Ukurasa wa 3 ndipo inapopatikana habari hii. Rioba aaga TBC, amshukuru Samia kumwokoa vitani. Zambia yazindua kituo mwa 40 msongamano na Konde. Wawili mbaroni tuhuma za mauaji aliyefukiwa nje ya nyumba. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 4. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Habari Leo, gwiji la habari. Na sasa nimeshika gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Wafanyabiashara wakoshwa mapendekezo tume ya rais ya kodi. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vile vile hapa kuna habari picha inamuonyesha mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania JWT Hamisi Liwembe akizungumza. Kichwa kingine cha habari kinasema jaji wa kwanza mwanamke Julie Mining afariki dunia. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Maelfu ya wakimbizi Burundi yarejea nyumbani. Orex Gas yatoa mkono wa Idi el-Fitri New Faraja. Utasoma habari hii ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyotamatisha na gazeti wa Machinga. Na sasa nikupeleke kwenye habari za michezo, mpenzi mtazamaji, na hapa nimekamata gazeti Mwanasport. Kichwa kikuu cha habari kinasema Super 16. Nation Simba miaka 2. Wahuni wa CAF wametuvua nguo. Uzi wa mwisho wa Messi. Habari hii inapatikana ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyotamatisha na gazeti Mwanasport. Na hapa nimekamata gazeti Uhuru katika upande wa sport. Mtibwa Yanga mtegoni. Bilioni 82.9 kung'arisha barabara AFCON 2027. Serena Williams aibuka kivingine. Rais Dr. Mwinyi ataja viwanja na academy. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyohitimisha nalo gazeti la Uhuru. Na sasa ninakwenda kwenye gazeti la Taifa Tanzania katika ukurasa wa michezo. Maguire na Maino warejea England. Tuchel aacha nyota kadhaa wakubwa.
Simba Sports Club vs TRA United, fupa jingine gumu. Mtibwa Sugar vs Yanga Sport Club, ratiba kilio kwa wageni. Habari hii unaipata ukurasa wa 14 wa gazeti Taifa Tanzania. Mpanzu bado ni silaha hatari ndani ya Simba, ndivyo linavyosema gazeti Taifa Tanzania katika ukurasa wa michezo, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Hizo ndizo zilikuwa dondoo za magazeti kwa siku ya leo. Lakini kumbuka, habari si tu kusoma, ni kuelewa na kuchukua hatua. Usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na uchambuzi makini kila siku. Na mpenzi mtazamaji, nikitamatisha sasa nikukumbushe tu, Furahika ndiye mdhamini wa kipindi chetu. Sasa nikwambie, nenda kajifunze, ujiajiri na ufanikiwe kwa kupitia Furahika. Asante, tukutane tena wakati mwingine. Karibu kwenye dondoo.